Namshukuru pia mke wangu kwa kukubali tukuje leo kwa pamoja. Alikuwa hajisikii vizuri mwili, but kwa sasa ameanza pata nguvu. Tunamshukuru Mungu. Amen. Na bila kuchukua muda sana, tutaweza kuzungumzia kuhusu topic yetu ambayo inasema kuhusu walking in God's light. Tutazungumzia hii mada for a few minutes, na kuna verse ambazo tutaweza kusoma kama hizo ambazo umeona hapo. But before tuendelee zaidi na hii mafundisho yetu ya siku ya leo, then kwa mwisho tutakuwa na prayer kidogo ambayo itakuwa so powerful. I believe Mungu atafanya vitu vikuu ndani ya maisha yetu for a short time. Overview ya vitu ambavyo tutazungumzia, point ambazo nitagusia wakati tutakuwa tukiendelea kwa hii mafundisho ya leo. Tunaweza ona next slide. Tutazungumzia kuhusu being imitators of God. Pia tutagusia kuhusu how walking in darkness looks like. Kwani tunataka zungumzia kuhusu walking in God's light, itatubidi pia tuangalie namna inafanana kutembea ndani ya nini, ya giza. Kwani kuna utofauti. Tunapendekeza tuwe kanisa ambao tunatembea ndani ya nuru ambayo iko ndani ya Mungu wetu, bali ni vizuri tuwe na idea fulani kuona kuna wale ambao hawatembei ndani ya nuru ya Mungu, wako katika giza. So pia tutagusia namna tuliweza kuwa being brought into the kingdom of light. Tulipokuwa ndani ya giza, namna tuliweza kuhamishwa na kupeleka katika ufalme wa nini, wa nuru. Pia tutaendelea tukigusia life in God's light looks like. Tutagusia namna maisha ambayo mtu anaishi ndani ya maisha ambayo ni ya giza, namna tumehamishwa ndani ya nini, ya ufalme wa nuru, na namna maisha ya nuru ya Mungu wetu namna inafanana. So mkiona English haikai hapo vizuri, mwelewe kama nilikuwa nafikiria kwa French na translate kidogo kwa English. Amen. So hope tutaelewana, si ndio? Okay. Pia tutagusia kitu ambacho ni muhimu sana pia, number 5. God wants us to walk in the clarity and in obedience of His word. This is what God wants us also to do. To walk in clarity and in obedience of His word. Ya kwanza ilikuwa nini? Being imitators of God. Tutaweza kusoma hiyo verse yetu ambayo iko kwa Ephesians chapter Tutasoma Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. Iko kwa next slide before tuingie kwa hiyo. Okay. Ili tuweze kuelewa namna tutaweza kuwa watu ambao wana imitate Mungu wetu, tutaweza kusoma hii Colossians Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 inasema, be imitators of God. Therefore, as dearly loved children, and
live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Amen. Kuna kitu ya muhimu tuweze kuelewa mahali Ephesians inasema tuweze kuwa imitators of God. Kuna kitu ya muhimu kuelewa. Wakikwambia mtu ambaye una imitate Mungu, itakuwa vigumu kusema utaanza wapi ili uweze kuimitate Mungu wetu. Because Mungu hatumuoni. Ni Mungu ambaye haonekani. Wakikwambia uimitate Mungu, utakosa kama utaanzia wapi. Ndio maana hapa mahali tulisoma kwa Colossians wanasema na ndio maana Mungu mwenyewe kwani anapenda tuimitate namna anapendekeza tuishi, alikuja akavaa mwili ndani ya uutu wa Yesu Kristo. Amen. Ili kupitia kumuona namna Kristo alivyoishi, inatupea idea ya namna tunaweza imitate Mungu wetu. Jesus is God. Mungu anavaa mwili ili sisi kama wanadamu ambao hatuwezi weza kumuelewa, tuweze kumuelewa kupitia nani? Kristo Yesu. Amen. Hapo tuko pamoja. Ndio maana kama tunapendekeza tuweze kuwa watu ambao si kwamba kama tunapendekeza, ni kama sharti ambayo Mungu anatuamuru. Anatuamurisha kwamba tuweze kuwa watu ambao wanafanya nini? Wana imitate Mungu. Ndio maana lengo ambayo iliacha pia Kristo, hii good news ambayo nilikuwa nazungumzia, Jesus Christ is the visible image of an invisible God. Before dying for our sin, Christ came, to show us how to live a life that pleases God. Before Yesu Kristo akufe kwa msalaba na kulipa hiyo deni, hiyo gharama ya dhambi zetu, Yesu alituonesha niseme hivi, alikuja kutuonesha namna sisi wanadamu tunavyotakiwa kuishi ili tuweze kufanya nini? Kumpendeza Mungu. Tunaelewa hapo? Hivyo wakati tunazungumzia kuhusu Yesu Kristo, si kwamba tu alilipa bei ya dhambi zetu, tutagusia hiyo nafasi, but alikuja tuonesha mfano namna sisi wanadamu tunatakiwa kuishi ili tumpendeze Mungu. Tukielewa hiyo, itatusaidia kuelewa namna Mungu anapendekeza tuweze kutembea ndani ya mwangaza ya nani? Ya Mungu wetu. Kupitia Kristo tunapata mfano wa kuishi ili tuweze kufanya nini? Kumpendeza Mungu. Kwani Mungu wetu hatuwezi kumuona kwa macho. Mungu ambaye alituumba hatuwezi kumuona kwa macho. But tutamuona hiyo siku tutakapofika mbinguni. Tutamuona, the Bible says tutamuona face to face. Amen. Tukiendelea kwa slide ingine ya chini hapo, yes. Tulikuwa tumesoma hizo verse, namna Yesu Kristo hiyo image ya Mungu ambaye haonekani, na Mungu wetu anapendekeza tuweze ku-imitate. But kitu ingine inahusu how walking in darkness looks like. Wakati Mungu alipendekeza tuwe watu ambao wana-imitate Mungu wetu, but kuna mahali katika Bible Biblia inasema ya kwamba uko Genesis mahali Bible inasema namna
wanadamu hawaobei Mungu, wakaasi hiyo agizo ambayo Mungu alikuwa amewapea, na wakafanya dhambi, wakakula hiyo tunda ambayo Mungu hakupendekeza waweze kuishi. Hawakuishi namna Mungu alipendekeza waishi, wakiwa katika tembea katika nini? Katika giza. Ni hali gani? But among you there must not be even a hint of sexual immorality. Kuna watu wanaishi ndani ya nini? Ya sexual immorality. Hii ni vitu, ni matunda ya nini? Ya maisha ambayo mtu anatembea ndani ya nini? Ya giza. Kitu gani kingine unaona ambayo haifurahishi Mungu, ambayo ni dhambi kwa hiyo fasi? Impurity, okay. Kuna nyingine kitu gani? Greed, okay. Okay. Kuna wengine ni wa idolata, wa kuabudu miungu pia, sijui mnaona hilo. Wengine wanazungumza masemi ambayo haina maana. Tunaona hiyo vitu yote. Na kitu gani kingine? Okay. Greed, okay. Hiyo vitu yote kwa hii verse ambayo tunaona hapo mbele inaonesha matunda ya maisha ya mtu ambaye anatembea katika giza. Mtu ambaye anatembea katika giza ni mtu ambaye ana hiyo kiburi ndani yake. Mtu ambaye anatembea katika giza ni mtu ambaye anaishi ndani ya uchafu ndani ya kumaanisha kwamba ndani ya dhambi, ndani ya mabaya ambayo haifurahishi Mungu. Kuna vitu vingine, kuna fasa ambazo tunaweza elewa zaidi kuhusu mambo ya giza. Watu ambao wanasengenya, nilichukua tu hii verse moja ili tuweze kuelewa namna inagawiwa hivyo. Kuna wengine wameishi ndani ya uizi, na tukiona pia kitu ambayo iliingiza giza ya dhambi ndani ya ulimwengu ni nini? Disobedience. Watu waliasi sheria ya Mungu. Mungu anasema usifanye hivi, wakafanya. Kuna vitu Mungu anazungumza kuhusu maisha yetu, anasema uishi namna hivi na hivi, but mara nyingi tuna disobey. Disobedience ni namna ya kutembea ambayo wanadamu wamechukua, ambayo inatupeleka ndani ya nini? Ya giza. Sijui kama tuko tunaelewa. Mungu akikuonesha njia, hiyo ni nuru ya neno lake ambayo inatuonesha namna ya kuishi, but wakati tuna disobey, hiyo inakuwa namna ya kutembea ndani ya nini? Ya giza. Hauko tena kwa nuru ya nini? Ya uongozaji wa Mungu. Amen. Ndio tukiendelea, kuna maisha ya nuru ya Mungu namna inafanana pia. Niko naleta tu hizo kuonesha tu picha kidogo ya namna mtu ambaye anatembea kwa giza, namna vitu matunda ambayo inaonekana kwa maisha yake namna inakuwaka. Amen. Then kuna matunda ya mtu ambaye anatembea ndani ya nuru ya nani? Ya Mungu, namna inaonekana. Kitu ya muhimu sana tuelewe, maisha ya mtu ambaye anatembea ndani ya nuru ya Mungu inaanza kupitia nini? Kupitia imani kwa Yesu Kristo. Ndio hiyo picha hapo wanaonyesha where are you? Uko wapi? Mungu anakuita. Maybe uko huko kwa giza, uko huko kwa dhambi,
kwa disobedience kwa Mungu, broken relationship na Mungu because of our sin. But wakati unaitika, unakubali hiyo mwito, inatuongoza kwa msalaba. Tunaona msalaba. Okay, next slide. Sorry. Okay, yeah. Inatuongoza kwa msalaba. Where are you? Maybe sijui kama uko wapi. Hii ni swali ambayo Mungu aliuliza Adamu na Eva walipokula hiyo tunda wakaenda kujificha. Dhambi inatutenga usoni pa Mungu, tunajificha. Sijui kama na wewe uko wapi kwa sasa. Maybe kuna yule ambaye angali ndani ya uasherati. Maybe kuna yule ambaye angali kwa kiburi. Maybe kuna yule angali kwa uwezi. Hiyo maisha kama hao ni maisha ambayo mtu kuna tembea ndani ya giza. Maisha ambayo haimfurahishe Mungu. Lakini maisha ambayo Mungu anapendekeza tuweze kuishi, maisha ambayo iko ndani ya nuru ya Mungu wetu ambaye anapendekeza tuishi, ni lazima ufanye hatua. Ili uweze kuishi the life in God's light, ni lazima upite kwa hii step hapa. Kitu gani inapitika hapa ambayo inatuingiza kwa nuru ambayo tuko nataka zungumzia nuru ya Mungu? Kwani hapa kwa msalaba Kristo aliweza kubeba dhambi zetu. Ni dhambi ndizo zinatutenga mbali na Mungu. Ukiwa ndani ya dhambi, uko ndani ya giza, ndani ya upotevu, na hakuna ondoleo la dhambi pasipo kazi ambayo Yesu alifanya kwa msalaba. Ili uanze safari mpya ya nuru ya Mungu ambayo tunazungumzia, ni lazima ufike hapa mahali giza hiyo mabaya yote imebaki huku. Biblia inasema yule ambaye iko ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Hapa kuna safari mpya ambayo ndio tunapendekeza kama Wakristo tuweze kuelewa. Huwezi kuelewa hii safari ya kutembea in God's light kama hutafika hapa. Kama undani huku, utazani unaendelea kwa hiyo nuru ya Mungu, kume na huko napotea. So ni vizuri kufanya uamuzi, kusema nimeshapotea, nimetambua Yesu Kristo ulikufa kwa msalaba kwa ajili ya dhambi zangu. Leo ingia ndani ya maisha yangu, nibadilishe, na kataa dhambi na kukubali Yesu Kristo ndani ya maisha yangu. Tunazungumzia kuhusu nuru, kwani Kristo ni hiyo nuru ambayo tuko nazungumzia. Dunia ambayo ilikuwa imechafuka, ilikuwa ndani ya mabaya, ambao hakuna mtu ambaye aliishi namna Mungu anapendekeza tuishi. Kristo aliishi namna Mungu anapenda tuishi. Kusema ya kwamba Mungu mwenyewe akavaa mwili ndani ya Kristo Yesu, ili yeye mwenyewe atuoneshe namna tunatakiwa kuishi. So Kristo aliishi maisha matakatifu ya kufurahisha Mungu. Na ni huu Kristo ambaye anapendekeza, ndio Mungu anapendekeza tu imitate namna Kristo alivyoishi. Sasa kuna mara ni vigumu kusema utaishi pasipo dhambi. Ama kuna mara ni vigumu kusema unaweza kujiondolea dhambi zako ili uishi namna Kristo anapenda tuishi. Kristo alibeba pia hiyo mzigo ya dhambi zetu. Ili kitu ambacho kinafanyika hapa, ili uingie kwa hii nuru, maisha mapya ambayo unatembea kufuatana na nuru ya Mungu, ni lazima hiyo mzigo ya dhambi ibaki hapa. Kwani Kristo ameshabeba hiyo laana yote, hiyo dhaifu yetu yote. Kristo alifariki kwa msalaba hapa, alisulubiwa kwa ajili ya hiyo madhaifu yetu.
hiyo vitu ambayo inaleta giza ndani ya maisha yetu, Kristo ilipitikana hapa kwa msalaba. Amen. Na kuna kitu ambacho ni cha muujiza zaidi. Kwa hiyo siku ya wakati Yesu alifariki, Biblia inasema kwamba giza ikawa. Kukakuwa vitu vingi ambavyo vilipitikana kwa hiyo muda. Hata hiyo pazia ambayo ilikuwa kwa hekalu ikagawanyika. Hiyo separation ambayo tulikuwa nayo, ambayo sisi tulikuwa separate na Mungu, hatungeweza kumsogelea, ikapasuka ili kila mmoja anaweza kuwa anafika karibu na Mungu, anamuomba. Hiyo relationship inakuwa tena imerudi. Amen. So hiyo ndio naweza sema ni mlango, kwani Kristo anasema ndio ni mlango. Mtu hawezi fika hata mbinguni pasipo kufika kwake. So kama tunapendekeza kutembea ndani ya nuru ya Mungu, ni lazima tupite kupitia mlango ambao ni nani? Ni Kristo, kwa imani kwa Yesu Kristo. Mlango ambao unatutoa kwa giza, ambao unatuingiza ndani ya nini? Ya nuru, in relationship pamoja na Mungu. Sijui tuko naelewana? Ndani ya Kristo Yesu tunakuwa reconciled tena, tunaunganishwa tena upya pamoja na Mungu. So bila Kristo hatuwezi kuweza kutembea ndani ya nuru ya Mungu wetu. Tuko naelewana? Na kuna sasa matunda ambayo inaweza kuonekana katika maisha ya mtu ambaye amepita hapa. Ni kweli huku unaweza sema mimi siko mwasherati, mimi sisemake uongo, so inaonekana maybe niko mzuri, niko kwa mwangaza. Kweli si hiyo tu ndio iko hapa ambao inaacha watu wanakuwa kwa giza. Biblia inasema sote tulifanya dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Maybe hautakuwa in relationship with God because tunaingia kwa hiyo relationship na Mungu kupitia Kristo. Kama hawaifaa hiyo hatua ya kusema Kristo, nisamehe Yesu kwa makosa yangu, niumbe upya, unisamehe, unikubali, ingia ndani ya maisha yangu, unibadilishe. Redemption iko hapa pia. Kuna pitikana vitu vingi. Forgiveness of our sins iko hapa, kwani dhambi ndizo zinaleta hii separation na Mungu. Then sasa kuna maisha ambayo inaonekana kwa mtu ambaye amepita ndani ya Kristo. Anaweza kuwa na maisha ya kufanya nini? Anakuwa na matendo mema, goodness, righteousness, kwani hakuna mtu ambaye anaweza hesabiwa haki pasipokuwa na imani kwa Yesu Kristo. Si kwa matendo yetu mema ndio tunaitwa watu ambao wamehesabiwa haki, lakini hata Abraham aliweza kuhesabiwa kama alihesabiwa haki, alikuwa righteousness, alihesabiwa hiyo, alipewa hiyo kupitia nini? Imani kwa Mungu. Ili kupitia imani kwa Yesu Kristo tunakuwa na hiyo pia righteousness. Hatutakuwa watu ambao wamehukumiwa mbele za Mungu, lakini tumehesabiwa haki. Amen. Kuna wengine tuna maisha ambayo inamfurahisha Mungu. Wakati Mungu anatuona, akikuona, akiniona, mara nyingi hakuna mtu ambaye anaweza kusimama mbele za Mungu na kusema mimi ni mwenye haki, mimi sijatenda hata kitu kibaya. Hakuna.
lakini tunahesabiwa haki mbele za Mungu pia, na tunakuwa na maisha ambayo yanamfurahisha Mungu kupitia Kristo Yesu. Wakati anaona Kristo ndani yako, hata kuona tena wewe, ataona yale ambayo Kristo alifanya kwa ajili yako. Unahesabiwa haki, kwani umemkubali. Alibeba laana ya dhambi zetu na akatupea hiyo uhaki, akatupea hiyo maisha matakatifu. So imani kwa Kristo kunakuwa hiyo kubadilishiana. Yesu alichukua mizigo yetu na akatupea hiyo maisha ambayo yanamfurahisha Mungu. Sijui tunaelewana? Tunaona namna Kristo ni wa lazima ndani ya maisha yetu, kwani yeye aliishi maisha kumfurahisha Mungu. Na huyo ambaye tunamwalika ndani ya maisha yetu, Kristo, kusema kuja uishi ndani ya maisha yangu, nisamehe dhambi zangu, sihitaji nionekane tena, but Kristo, kuja uishi ndani yangu. Hiyo ombi unaweza ona kama ni ndogo, but ina power kubwa kwa maisha ya mtu, kwani wakati unamkubali Yesu, Mungu mwenyewe anaona Kristo ndani yako, na hiyo laana ambazo ulistahili kuzipata, hiyo hukumu ambayo tunastahili kupata kwa sababu sisi ni wenye dhambi, Kristo ameshachukua hiyo salama. Ndio maana unakuwa mtu ambaye maisha yako inamfurahisha Mungu, kwani si ulikuwa ulitenda mazuri tu, but kwani Kristo anaishi ndani yako na unapendekeza kumfurahisha. Pia inampea pia kitu kingine ambacho ni nzuri zaidi pia, hautafanya tena mambo ya giza. Si kwamba kwani umepokea Yesu na amesamehe dhambi zako ndio sasa utaishi kama hapa. Kuna vitu tunatakiwa kuishi, hutafanya tena dhambi. Na mahali unakuta dhambi, uta expose hiyo. Hautashirikiana na wale ambao wanafanya wanatenda mabaya, kwani uko hapa. Kwani kuna relationship ya mtu ambaye yuko hapa tena na huku. Ukiwa umevuka hapa, si vizuri tena kurudi huku. Amen. Hutashirikiana, uta expose vitu. Huta participate kwa vitu vibaya, lakini utakondem hiyo vitu. Utatafuta hekima ambayo inatoka kwa Mungu, na hekima tu ni Yesu Kristo. Utazungumza kama ulikuwa unazungumza ukiwa katika maisha ya zamani, kama ulikuwa unasengenya watu, utazungumza na hekima ya Mungu na upendo wa Mungu, na utafanya pia mapenzi ya Mungu, God's will. Utaifahamu pia zaidi na kupendekeza kuendelea ndani ya njia ya kweli. Pia kuna kitu kingine, mtu ambaye anatembea ndani ya hii nuru ya Mungu, namna anafanana ni mtu ambaye anajazwa Roho Mtakatifu. Amen. Tukiona hiyo ni kwa hii verse ambayo tulikuwa tunasoma tu. Tunaweza ingia kwa next slide. Kuna hiyo verse. Yes. Yeah, tukiweza kuelewa tu kidogo kuhusu hii vitu ambavyo niko nagusia hapa. Unaona uko mwisho, wanagusia for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what
the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible. Tukiendelea, for it is light, yes, okay, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk or wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus. If as we meditate, I'm not preaching, I'm trying to do like a meditation together, amen. Tuelewe tu kidogo namna hii verse inasema, inatuonesha namna tunaweza kutembea ndani ya nuru ya Kristo. Tuwe watu ambao wanaweza kumshukuru, kumwabudu Mungu kila mara, kumrudishia sifa. Watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu, ambao hawalewe na mvinyo. Watu ambao wanaweka kila kitu ambacho ni kiagiza, wanakiweka kwa Mungu. Usifiche vitu fulani. Uwe mtu ambaye uko mkweli. Na maisha ya Kristo yangaze ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Waone Kristo ndani yako, ndani ya kila mmoja. Hii ni maisha ambayo Mungu anapendekeza tuishi kama Wakristo. Pia mahali mpendekeza tusome pia kwa next slide, inasema God wants us to walk in the clarity and in obedience of His word. Kwa hii hatua maisha ambayo tuko nayo ya namna tunapendekeza tuweze kuishi, kutembea ndani ya nuru ya Mungu, ni lazima tuweze kufanya nini? Kutembea ndani ya clarity na obedience ya nini? Ya maneno ya Mungu. Wengi wanadhani wanatembea kufuatana na maneno ya Mungu, but si hiyo clarity namna hiyo maneno inasema. Ndio maana niliweka hiyo mkazo hapo. Kuna wengi wamegeuza tu verse na kuipea maana fulani, na anasema hii iko ndani ya Bible, kumbe na sio clarity hiyo ukweli ya nini? Ya neno la Mungu. Hata na obey kwa hiyo kitu na sio kweli ya neno ya Mungu, na atakuwa anapotea. Kumbuka hata Yesu pamoja na shetani alipokuwa akijaribu Yesu, anamletea scripture. Imeandikwa, na ni kweli, in Psalms imeandikwa, wa malaika watakushika na mguu wako hautajikwaa. Iko ndani ya Bible, it is written. But kweli hiyo ilikuwa clarity ya neno la Mungu ambayo ilitakiwa Yesu aobei. Kwa hiyo hapana, akasema usimjaribu. Wengi kuna mara wakiona uko Mkristo wanaweza kuletea hata mashairi. Sasa ni vizuri kuwa na hiyo discernment.
kuweza kufafanua kama kweli kweli hii ni clarity ama ni verse, ndio ni verse ambayo iko kwa Bible, but anaileta na si ambao si kama niseme si ana change hiyo maana ya hiyo Bible, hiyo verse, ama anaileta kwa context ambayo si hiyo hiyo. So ni vizuri kuelewa ukweli wa nini, wa maneno ya Mungu, clarity, na utaweza fanya nini kuobey. Kwa hiyo Biblia inasema your word is a lamp to my feet and a light for my path. Neno la Mungu ni taa kwa miguu yetu. Kama tunapendekeza tutembee kweli kweli ndani ya mwangaza ya Mungu, neno la Mungu linatuangazia, but we have to be careful with the word of God. Amen. Tuko naelewana? Kwa sasa tunakuwa na hiyo niseme false doctrine, kwa clarity ya maneno ya Mungu haihubiriwe tena namna inatakiwa ikae. Ndio utaona anakuonesha verse, lakini watu na wako napotea. Amen. So ni vizuri tuombe Mungu afungue akili zetu ili tuelewe maandiko ya Mungu. Kuna vitu viwili ambavyo ni muhimu kuelewa ndani ya neno la Mungu. Kuna neno la Mungu ambalo tunaita logos. Kudefine tu kidogo tu ni nini? Is a general written word of God. Kwa ujumla kuhusu maneno ya Mungu iliyoandikwa. Okay? Hiyo ndio tunaita logos. Wakati nasoma Biblia, hapa nasoma maneno ya Mungu ambayo imeandikwa. Tunaita hivyo logos, ambayo hiyo maneno ambayo imeandikwa. Amen. Namna ukisoma hata kwa Joshua wanasema nini? Usiache kitabu hiki cha sheria kiondoke kinywani mwako, utakitafakari mchana na usiku. Maneno ya Mungu usiache iondoke kinywani mwako. Wakati unasoma Biblia, maandiko matakatifu, neno la Mungu ambalo limeandikwa, wakati unaisoma, unatafakari kila siku, utafanikiwa kwa yale ambayo unafanya. Namna waniambia Joshua, na kila kitu ambacho utafanya itafanikiwa wakati utakuwa ukisoma neno la Mungu. Ni vizuri kusoma neno la Mungu, kwani wakati tunasoma neno la Mungu linatuangazia, linatuelewesha zaidi kumhusu Mungu. Amen. But kuna nyingine part ambayo neno la Mungu pia tunaweza kuelewa kama rema. It's a revelation. Tunaweza kudefine as a specific, a spoken word from God that is applied to our current situation. Ambao ni neno la Mungu, but ambao Mungu anatuzungumzia kwa situation fulani. Na ni hapo tukielewa, hata Yesu aliambia shetani na kusema, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Mtu hataishi tu kwa mkate tu, but ataishi kwa neno la Mungu. Amen. So kuna maneno ya Mungu ambayo Mungu anaweza kunenea kwa moyo wako. Ama wakati unasoma logos ambayo imeandikwa, unapata hiyo neno ambayo iko specific kwako.